Magharibi, wa kaskazini, kusini, mashariki, karibuni wakulu. Wakulu, Joni. Wakulu, wakulu, wakulu. Mimi sikufichi. Wakulu, wakulungwa, wazee wangu wasuma, karibuni wakulu. Wakulu, karibuni wakulu. Kinacha jaribu kwenda hivi huku. Unaweza kuketi kijana, mzimu yangu hairuhusu mtu kuingia na viatu. Ingia. Karibu kijana. Kijana, hapa ndo kwa mganga. Unaweza kueleza shida yako? Kweli babu, tambo nifike hapa kwako nimeteseka sana mpaka nimechoka babu, ndio maana naona nifike hapa kwako babu. Kwa kweli nikaomba unisaidie babu, kama naamini uwezo uko wa kunisaidia. Karibu kijana, hapa umewasili. Hapa ni kwa mganga Kazi Ndogo. Jina langu ni Kazi Ndogo, kila kazi kwangu ni ndogo. Karibu sana kijana. Kweli mganga, mimi ni mtu ambaye nimeteseka sana, sifanikiwi, na ni mtu ambaye nina familia ya dada mmoja tu nilizaliwa naye tumbo moja. Wazazi wetu tayari wameshafariki, lakini wameniachia hali mbaya ya maisha ambayo mpaka dadangu ananidharau. Sasa kwa mimi ni mkubwa wake, lakini ananidharau, unaona mdogo, kwa sababu sina kipato. Ndio kijana, ila nikiomba mganga unisaidie nipate niwe tajiri mkubwa mpaka kila mahali uwe najulikana huko mtaani kwetu. Endelea kijana. Kwa kweli na ndoto ya kuwa tajiri, kujulikana kila mahali babu. Naamini wewe mtibabu, wewe utanisaidia, ndio maana nimefika hapa. Naomba unisaidie. Karibu sana. Nahitaji kuwa tajiri ambaye najulikana kila mahali. Kila mahali nitapofika na niheshimu mimi. Mimi ni mganga Kazi Ndogo, kwa hivyo sijali. Kila kitu kwangu ni kidogo, ndio maana nikaitwa Kazi Ndogo. Jana, kuwa tajiri si kitu rahisi. Kuna masharti na mikakati unayopaswa kufuata ili uwe tajiri. Mikakati gani babu huyo? Unajua mimi niko tayari kwa lolote, ili bora niwe ni mtu wa kuendesha magari, naishi vizuri. Sharti la kuwa tajiri ni moja tu kwa watoto wa kiume kama wewe. Ngoja mkulu. Sharti kama gani sasa? Taliweza. Sharti lenyewe ni unapaswa ulale na dada yako. Sasa kivipi sasa sijue? Unajua itakuwa ngumu sana kufanya hicho kitu mtibabu. Sio ngumu kijana. Hapa ni kwa mganga Kazi Ndogo. Nitakupatia dawa ambayo hiyo dawa ukiweza kumpulizia atalala kwa masaa 5. Utapata nafasi nzuri ya kufanya kitendo hicho, na ukifanikiwa utajiri unao. Unaniambia hivyo ni vitu kwa kwenye haya maisha vinakuwa? Ndio. Kuna mmoja aliwahi kutoa kizazi sababu ya utajiri. Sharti lako ni dogo sana. Na hakuna sharti lolote dogo ambalo naweza pata kushinda hilo mganga. Hili sharti linakuwa ngumu mganga. Hilo ndilo mizimu imekuchagulia. Sasa unaenda wapi mamangu? Sasa niende wapi? Mbona na mabegi tena? Naenda nyumbani. Nyumbani? Nyumbani kufanya nini? Maisha gani haya ya kimaskini? Mbona unataka kunielewa mamangu?
Ha? Sio nakwambia mimi. Nielewe basi. Kuna kupata na kukosa. Ha? Naomba usiondoke, naomba usiondoke. Nimekuvumilia mara ngapi? Sasa simesha nikuvumiliana jamani. Ha? Yaani nikiomba leo kitu napewa kesho kutwa. Maisha gani haya? Mimi nishachoka maisha. Mimi siwezi. Hebu naomba uelewe. Mungu nifuata life yako. Sasa ndo naye. Na mimi. Kaka, mbona umeamua kunifanyia hivi? Nilikukosea nini? Samehe dadangu, sikutaka kujua, ni sio kosa langu. Samehe dadangu. Sitaki kusikia mimi. Wajua thamani yangu? Samehe dadangu. Sitaki kusikia kabisa, sitaki kabisa, sitaki. Naomba nielewe, jana nilirudi siku sana nikula vingi dadangu. Wewe mwenyewe jana uliona hali nilirudi dadangu. Mbona unafanya hivyo? Wewe dadangu tumezaliwa na tumbo moja dadangu, nenda wapi sasa? Samehe tu yapita dadangu. Vitu gani ulitumia kaka? Vitu gani? Mimi sitaki kuelewa kabisa. Mimi naondoka. Sitaki kusikia kabisa. Sitaki. Niache. Sawa, ulitaka kunibaka wewe. Ulitaka kunibaka. Sasa hivi unataka nini? Niache kabisa. Nielewe basi. Nielewe na mimi. Shaolin, wewe niambie yule mwanamke ni nani na ameingiaje kwako bila ruhusa yako? Yule ni jirani tu, anatokea hapo hiyo nyumba ya pili hapo pale. Muangalie. Yule mwanaume utosheki na mwanamke mmoja kabisa. Sio hivyo, nisikilize basi. Nisikilize je, nitakwambia, usiwe na pressure hivi. Yule ni jirani kama vile nimekwambia. Eti jirani. Jirani gani huyo? Yule ni jirani. Ametokea mwanaume anachezea miaki. Ametokea nyumba ya pili hapo, nielewe. Utacha lini umalaya wewe mwanaume? Nielewe basi. Mimi siwezi kuelewa mwanaume malaya. Hebu please nakuomba usiende. Hebu niache. Niache. Hebu niache. Please usiende. Usiondoke. Please. Samani zako peleka huko. Usiniletee kufala mimi.
unalia sasa? Hebu naomba nyamaza basi. Nyamaza. Nyamaza basi. Nyamaza. Nielezee kumetokea nini? Nikuta niache tu mimi. Yaani brada yangu alikuwa anataka kunibaka. Kukubaka? Kwa nini sasa? Hebu nielezee imekuwaje sasa? Nilikuwa nachukua kitu ndani akapata. Nyamaza mwanzo. Nyamaza. Tulia. Naomba tulie tafadhali. Nyamaza basi, nyamaza. Naomba nieleze vizuri. Kumetokea nini? Nilikuwa nyumbani mwenyewe, nilikuwa nimejituliza. Dadangu akanivamia akitaka kunibaka. Nikaondoka mimi. Nikashika njia nikaenda kwa chali yangu. Kufika huko pia kapata na mwanamke mwingine kitandani. Ndio maana nimekuja hapa kutulia tu. Sitaki chochote. Binadamu ana roho mbaya. Sasa natujiuliza mimi, kaka wako atakufanya hivi, alikuwa na malengo gani haswa? Hata sijui mimi mwenyewe. Sijui hata nafikiria. Sijui chochote mimi. Lakini usijali. Mimi naamini Mungu anajua sababu zote zenye unapitia. Kwa usijali. Na umeamua nini wewe? Mimi yani hapa sina chochote cha kusema. Yaani naona tu shida tu kote. Ona. Mimi naona hapo umfuate kakako tena kamweke chini muongee. Ujue ni nini ambacho alikuwa amedhamira kufanya. Kwa sababu sidhani kama alikuwa sawa kakako akitaka kufanya hizo vitu. Sawa? Kakangu. Wewe hebu nenda nyumbani. Ukonge na kakako. Umuulize, mbona umetaka kufanya hicho kitu? Sawa? Mimi sidhani kama amekuwa sawa kakako akitaka kufanya hicho kitu. Kwa sababu damu moja, nyinyi ndugu. Na ametaka kufanya hicho kitu. Hapo wajua pemi hapa kama umenichanganya kidogo. Kwa sababu si rahisi mtu na kakake kufanya hizo vitu. Wewe umeamua nini kwani hapa? Mbona mimi siwezi enda? Kwa sababu kitu ambacho amenifanyia sikudhania angenifanyia hicho kitu. Mimi sitaki kwenda nyumbani, sitaki kabisa. Sasa kama unataka kwenda nyumbani, wewe utafanyaje? Ama tufanye hivi. Mimi naomba tuende kwangu. Tukakae. Nadhani mimi nitaongea na kakako. Mambo akiwa sawa utarudi nyumbani. Kwa hiyo sasa naomba tuende kwangu, kakae utulie. Ni sawa? Sawa. Kaka. Yuko? Ametoka. Niambie. Popo vipi? Karibu ndani. Karibu bana ndugu yangu. Asante sana. Madimika kweli. Usingizi. Kwa nimelala sana.
Vipi hali kakangu? Kwema kabisa. Vipi na unaendeleaje? Nashukuru tu Mola. Mambo yanaenda. Mbona songa? Chana naona nilikuwa nimelala kweli shangazi. Sasa kwa mbali unagonga kweli. Mambo yako sawa lakini. Kwa sawa, tunashukuru Mola. Kaka, ndo nimekuja, nimeitikia wito wako. Naona jana usiku umenipigia simu. Ni kweli. Unajua mimi sana kama nataka kufanya mambo yangu, napenda kukuita wewe kidogo nishauri. Lakini kuna uamuzi fulani mimi nimeuchukua. Kuna Fei mimi naishi naye hapa. Alinielezea shida zake. Unajua kaka yake alitaka kumfanyia unyama sana. Yaani inamaanisha alitaka kumbaka. Unajua sijui kama yaani huwa binadamu si tukoje. Sijui kama alifikiria nini mpaka akataka kufanya kitendo hicho. Na pia alipotaka kwenda kwa boyfriend wake, kweli alichona kukuta huko. Alienda kufumania boyfriend wake. Sasa alisidi kuchanganyikiwa kabisa. Kwa kuwa mimi Faith ni rafiki yangu, kuna mahali mimi nilimkuta analia. Sasa nilipomuuliza ndio akanieleza hizo shida zake. Sasa mimi nikajiuliza mimi mwenyewe, sasa mbona wataki kumfanyia hivi? Sasa uamuzi nilichukua mimi, nilimwambia kwamba tuje tuishi pamoja hapa, kwa sababu aliniambia yeye hataki kurudi kwa kaka yake wala kwenda kwa boyfriend wake. Sasa hapo kaka, niko na kuuliza mimi. Sasa sijui kama uamuzi nilichukua mimi uko sahihi, sababu unajua binadamu nao pia wakati mwingine unaponza. Sawa kaka, nimekuelewa venye umenielezea. Ni changamoto alimkuta au Fei. Ni yule Fei namjua mimi ama kuna mwingine kaka? Ni Fei huyo. Sawa, nimekuelewa. Ila kiuhalisia kuna kitu sawa umeenda sawa, lakini kuna kiuhalisia vingine pia still bado umeenda vibaya. Kwa nini kaka? Kwa sababu umechukua uamuzi na mapendekezo yako mwenyewe. Unajua yule ni mtoto wa mtu. Yule ana kwao. Yule ana ndugu zake. Kidogo nikuulize, maybe ulipomchukua mkojeishi naye hapa, kuna ndugu yake hata mmoja anajua hili swala? Hapana. Pia tuachane na hayo. Shemeji akirudi, akijakuta mko kwenye hali hii, kuna vitu ataelewa kweli? Hapo kakaangu nafaa ufikirie mara mbili. Uwaze na kuazua, je, unafanya nini kuhusu hili jambo? Kwa sababu sasa hata mzee wa mtaa hajajua, na hata mzee wa mtaa akijua kuhusu hili, tena utakuwa matatani kakangu. Fikiria kwanza, kuishi na mtoto wa mtu bila watu wazazi wao kujua, ndugu zao. Unajua na kwa jambo baya sana. Alafu unajua kisheria unaweza funguliwa mashtaka kaka, kwa sababu umeishi na mtoto wa mtu bila ridhaa ya wazazi wake. Hayo ni makosa. Ni kweli kabisa. Lakini sidhani shemeji yako kama atarudi tena. Kwa sababu Yesu aliamua kuondoka. Na pia asante kwa ushauri wako. Acha mimi nifanye kazi. Itabidi nikaongee na kaka yake ili waelewane, waishi pamoja, kwa sababu si vizuri mtu na dada yake wakosane. Na pia kwa upande wangu inaweza kawa shida, kwa sababu mtoto watu anaweza kawa na ugonjwa hapa, alafu mimi sijui nifanyeje. Kwa mimi nahisi nitaongea na kaka yake. Sawa, katika jambo ambalo umeongea hapo, hilo ndio jambo zuri. Sasa kufanya wewe fanya hivyo kesho ama leo, uhakikisha umefika kwao umemaliza hilo jambo. Sawa kaka? Okay, sawa, mimi nimekuelewa. Sawa kaka, mimi kuna mambo yangu nafuatilia, kwa hiyo tutaona siku nyingine, acha mimi niwahi. Sawa. Poa basi,